Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu kwa jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Leo tunaenda kujifunza somo linalosema ukimtafuta Mungu kwa bidii utamuona. Tuombe. Tunakushukuru Baba Mungu mweza wa yote, Mungu unayetupenda, mwenye rehema, mwingi wa rehema, unayetujali, unayetuwazia yaliyo mema kila itwapo leo. Tazama watoto wako tumekusanyika mahali hapa kuweza kusikiliza neno lako na kujifunza kutoka kwako. Roho Mtakatifu, karibu mahali hapa, ukatuhudumie, ukatufundishe wewe pekee. Hatuwezi bila wewe. Wewe pekee ndiye kiongozi wetu. Tusaidie, tufundishe. Mimi ni chombo tu, nitumie vile upendavyo kwa ajili ya utukufu wako. Tunaomba tukiamini kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Ukimtafuta Mungu kwa bidii utamuona. Tusome Mithali 8 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Tuangalie tafsiri nyingine ya Biblia. Inaitwa Biblia Habari Njema. Neno la Mungu linasema, nawapenda wale wanaonipenda, wanaonitafuta kwa bidii hunipata. Tuangalie na kwa Kiingereza. Proverbs 8 verse 17. I love those who love me, and those who seek me diligently will find me. Those who seek me diligently will find me. Haleluya. Tukimtafuta Mungu kwa bidii tutamuona. Bidii tutamuona. Mkazo mkubwa bidii. Bidii ya kumtafuta Mungu. Kila mwanadamu amepewa saa 24 kwa siku. Ni sisi wenyewe juu yetu tunatumiaje huo muda tuliopewa. Kwa hiyo bidii yetu ya kutumia muda wetu vizuri, kutafuta ufalme wa Mungu, kumtafuta Mungu, ndipo tutaweza kumuona Mungu. Kwa hiyo kama hatuna bidii ya kumtafuta Mungu kibinafsi, tunasubiri baba mpaka ifike Jumapili, au labda tutangaziwe kanisani kuna mfungo ndo tunafunga, hapo tunakosea. Tutamuona Mungu kwa viwango vidogo sana. Lakini tukitaka tumuone Mungu kwa viwango vikubwa, bidii. Bidii yani ni swala binafsi. Bidii. Tafute Mungu kwa bidii. Ni lazima kwa Mkristo ujiwekee ratiba kwa wiki. Hakikisha unatenga siku zako kadhaa kufunga, kumtafuta Mungu wewe binafsi. Hakikisha pia kila siku unaomba walau saa 1 kila siku. Unaomba walau saa 1. Ndio maana kuna wakati Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmeshindwa kukesha nami hata saa 1. Unaona? Mkazo hata saa 1, ikiwa na maana kwamba saa 1 ndio kiwango cha chini kwa Mkristo kumuomba Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa tuongeze viwango kuanzia saa 1 kuendelea, tumuombe Mungu. Haleluya. Amina. Bidii yetu ndio itatusababisha kumuona Mungu kwa viwango tunavyovitaka. Ikiwa hatupendi kusoma neno la Mungu, tunasubiri mpaka Jumapili kwa Jumapili. Ikiwa hatupendi kufunga, tunaona mwili sijui unafanyeje, nasikia njaa, masaa 12 tu kufunga, mtu muda wote tunaangalia saa. Muda uendi jamani, nimefunga mimi. Hapana. Sasa je, kavu tutaweza kweli? Tunamhitaji Mungu. Tuvuke viwango hadi viwango. Yani viwango hadi viwango. Ukimtafuta Mungu kwa bidii utamuona. Na hiyo inategemea na bidii iliyopo ndani yako. Haleluya. Tuwekeze katika kumtafuta Mungu. Tumtafute Mungu kwa bidii. Tutamuona. Mungu yupo. Yupo Mungu. Nimemuona na ninazidi kumuona. Haleluya. Mungu yupo. Mungu yupo. Hata mahali hapa ninavyozungumza, Mungu yupo pamoja nasi. Haleluya. Tumtafute Mungu kwa bidii. Bidii ni kufanya jambo pasipo kuchoka,
ni kufanya jambo pasipo kukata tamaa. Haleluya. Hata kama unaona unaishiwa nguvu, unaongeza kwamba mbona ninaomba, mbona ninafunga sana lakini sipati nguvu. Endelea. Nena kwa lugha. Nena kwa lugha. Muombe Mungu. Wakati mwingine funga hata kavu. Inawezekana hautokufa kwa sababu wewe sio wa kwanza kufunga kavu. Esther walifunga 3 kavu. Hawakufa. Walifunga 3 kavu kwa lengo la kumtafuta Mungu na Mungu alionekana kwao. Je, wewe na mimi? Mungu ni yule yule, hajabadilika. Mungu ni yule yule, jana, leo na hata milele. Habadiliki. Anachoangalia ni moyo. Moyo. Moyo wetu. Moyo. Moyo wako. Moyo wangu. Mioyo yetu. Anaangalia hapo sana. Kwa hiyo tu bidii. Bidii. Bidii ni jitihada za kudumu. Ni jitihada za kudumu. Kwa sababu safari ya wokovu inahitaji kujikana. Kujikana unajua ni maana yake nini? Sio kwamba unajikataa kwamba mimi najikataa, mimi sio Janet Makendi, mimi sio Janet Makendi. Hapana. Sio namna hiyo kujikana. Kujikana ni kuto kuyafanya mambo yale ambayo mwili unakusukuma uyafanye lakini roho haitaki. Haleluya. Kuna wakati unakuwa unataka sema wiki ijayo nataka nifunge. Nafunga wiki nzima, nataka kumtafuta Mungu. Kuna mambo yangu nataka ninene naye, nimwambie Mungu, ni mimine moyo wangu kwake. Umeshasema, umenia moyoni nafunga. Baadaye unasikia tu yani. Ila wiki nzima siku 7 kufunga. Hapo unawaza labda miogo au labda majimbi, ugali, labda mlenda, yani unawaza vyakula vile vitamu labda pizza, chipsi, mayai, Pepsi baridi yani taweza kweli? Tayari unaufuatisha mwili. Hapo sasa unataka kujikana. Yaani kujikana ni kuto kuyafanya mambo ambayo mwili unakusukuma ufanye. Lakini unajua hata ukiyafanya hayakujengi kiroho. Kiroho chako kinazidi kudhoofika. Kuna wakati unatakiwa kujikana. Jikane. Nia moyoni kwamba Roho Mtakatifu, ninakuomba unisaidie. Ninahitaji kufunga wiki ijayo. Kwa mfano nasema tarehe 28, Roho Mtakatifu naomba unisaidie tarehe 28 mwezi wa 4 mpaka mwanzoni pale mwezi wa 5 nahitaji kufunga. Nahitaji kukutafuta wewe, kukujua wewe, nifundishe, nisaidie, niongoze. Afu uone kama huo mwili utasikia njaa. Huwezi ukasikia njaa. Kwa nini? Umemkaribisha Roho Mtakatifu ndani yako akuongoze, na atakuongoza na hutosikia njaa, hutohisi njaa, hutohisi, na kuhakikishia hutohisi, kwa sababu hatujiongozi. Tukishaokoka hatujiongozi, tunaongozwa na Roho, na maandiko yanasema wanaongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Lakini ili Roho aweze kutenda kazi ndani yetu ni lazima sisi tumuactivate afanye kazi. Tunamwambia Roho Mtakatifu, nakuomba unisaidie. Roho Mtakatifu, nakuomba unisaidie katika jambo 1, 2, 3. Tunamueleza. Haleluya. Tutamuona Mungu kwa namna hiyo. Hatuwezi tukasema mbona Mungu haonekani kwangu? Haonekani kwa namna ipi? Je, umemtafuta? Hapana. Ni sawa sawa na rafiki yako. Una rafiki yako, hujampigia simu muda mrefu, hujamtumia message muda mrefu. Alafu siku labda kaposti kitu mtandaoni, unasema upo. Lazima mwenyewe atakushangaa. Kwani umewahi kunitafuta ukanikosa? Hapana. Umewahi labda kunitumia message labda nisijibu? Hapana. Kwa hiyo maisha yetu tunapaswa tujifunze kumtegemea Roho Mtakatifu kwa mambo yote. Mkristo yoyote yule anayemwamini Mungu lazima akubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Amina. Tumshukuru Mungu. Asante Roho Mtakatifu kwa neno lako. Tunaomba utusaidie tuyatendee kazi. Amen. Mungu awabariki sana watu wa Mungu. Awabariki sana. Amina.